السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu waumini, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kusali salata aljumua. Tutaendelea na mada yetu ambayo tulianza Ijumaa iliyopita, nayo ni mada ya imani. Sasa hivi tunaongea part 2. Tumeshaongea part 1, sasa tunaendelea na part 2. Tulikuwa tunaitafsiri aya ya pili surati al-Anfal. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Tulikuwa tumesha tafsiri mwanzo mpaka tumefikia hapa wa ala rabbihim yatawakkalun. Kwa hivyo leo tutaanzia wa ala rabbihim yatawakkalun kupata tafsiri. Kabla ya kuanza kuingia katika kutafsiri part 2, wameniuliza waumini na wameniomba niitaje daraja ya hadithi ambayo tulioitaja katika part 1, hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari. Ina daraja gani? Je, ni hadithi sahihi au ni hadithi hasan au ni hadithi dhaif au ni hadithi maudhu? Hadithi yenyewe ambayo tuliitaja, tuliizungumza katika part 1 katika mada hii ya imani. حديث يا أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Hadithi yenyewe ndio hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mtu atakayefariki dunia na hali ya kuwa hakumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote, dakhala aljanna, ataingia peponi. Basi Abu Dharr akasema, qultu wa in zana wa in saraka, qala wa in zana wa in saraka. Abu Dharr akamwambia Mtume, hata kama alikuwa anazidi na anaiba ataingia peponi? Mtume akasema wa in zana wa in saraka. Mtume akasema hata kama alikuwa anazini na alikuwa anaiba ataingia peponi. Abu Dharr akamuuliza Mtume mara ya pili, qultu wa in zana wa in saraka. Nikamwambia tena Mtume, hata kama alikuwa anazini na anaiba ataingia peponi? Qala, Mtume akajibu mara ya pili, wa in zana wa in saraka, ataingia peponi ikiwa amefariki dunia na hakumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Abu Dharr bado hajaamini, kwa sababu zina ni dhambi kubwa sana. Akauliza tena mara ya tatu,
qultu wa in zana wa in saraka, nikamwambia Mtume hata kama alikuwa anazini anaiba ataingia peponi? Qala wa in raghima anfu abi Dharr, Mtume akasema mara ya mwisho wa in raghima anfu abi Dharr. Hadha alhadith hadithun sahihu, hadithi hii ni hadithi sahihi, tena iko katika daraja ya juu katika usawa, kwa sababu nimeombwa na waumini nitaje daraja ya hii hadithi. Hii hadithi ni hadithi sahihi kwa asilimia mia. Ameitoa Alimamu al-Bukhari na Imamu Muslimu vile vile ameipokea, na maimamu wengine wengi wameipokea hadithi hii, haina shaka. Maana wengine wanatilia shaka, vipi zina ni dhambi kubwa, vipi Mtume anasema kwamba yani mtu hakumshirikisha Mwenyezi Mungu ataingia peponi hata kama anazini? Basi usiwe na shaka Mtume kusema kwamba yani mtu aliyefariki dunia na hajamshirikisha Mwenyezi Mungu ataingia peponi hata kama alikuwa anazini. Na mara ya mwisho akataja dhambi kubwa zaidi, akamwambia Abu Dharr wa in raghima anfu abi Dharr. In raghima anfu abi Dharr ay raghima bimana lasika anfuhu birrughab, yani imegusa, hata kama yani raghima manake imegusa pua yake, rughab ay at-turab, yani pua yake imegusa udongo, na pua ikigusa udongo kinayatan anirtikabi dhambi yudhilluhu, pua ikigusa udongo ni fumbo la kutenda dhambi inayomdhalilisha. Yani hapa mwisho wa hadithi ametaja dhambi kubwa zaidi, dhambi kubwa zaidi amesema hata kama wa in raghima anfu abi Dharr, hata kama Abu Dharr atatenda dhambi kubwa inayomdhalilisha ataingia peponi ikiwa yeye amefariki dunia na hakumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Tukasema dhambi kubwa inayomdhalilisha nini? Yani dhambi, hata dhambi ya ushoga ikiwa ameitenda ataingia peponi. Maana dhambi ya ushoga ndio inamdhalilisha mtu, mwanaume anafanywa mwanamke ndio inamdhalilisha. Kwa hivyo amesema Mtume hii sehemu ya mwisho ya hadithi, yani hata dhambi inayomdhalilisha akiitenda ataingia peponi. Kwa nini Mtume aseme hivi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani amesemaje? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Mwenyezi Mungu hasamehe dhambi ya kushirikishwa, tena dhambi ya kushirikishwa ambayo mtu amemshirikisha Mwenyezi Mungu mpaka akafa anamshirikisha Mwenyezi Mungu. Kwa maana hata dhambi ya ushirikina inasamehewa ikiwa utatubia. Masahaba si walikuwa wanaabudu masanamu? Pale katika Al-Kaaba kulikuwa na masanamu 360. Masahaba walivyotubia kuacha ile dhambi ya kuabudu masanamu wakaingia katika Uislamu, Mungu si amewasamehe. Kwa hivyo dhambi ya ushirikina vile vile inasamehewa ikiwa mtu ataiacha, hakuiendeleza mpaka kufa. Kwa maana inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Kwa hivyo dhambi ya ushirikina ambayo anaendelea nayo mpaka anakufa nayo ndio haisamehewi, lakini akiacha anasamehewa vile vile hata dhambi ya ushirikina. Inna shirka, Mwenyezi Mungu anasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina, kuabudu masanamu au umeabudu binadamu mwenzako unamfanya ni Mungu badala ya kumfanya Allah ndiye Mungu, basi la dhulmun adhim, maana yake ni dhambi kubwa sana kuliko madhambi yote. Ndio akasema inna Allah, dhambi hii Mwenyezi Mungu haisamehe. Dhambi ya ushirikina Mwenyezi Mungu wayaghfiru ma duna dhalika, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi mengine yote ukitoa dhambi ya ushirikina, liman yasha, kwa anayemtaka. Kwa hivyo mzinifu, Mwenyezi Mungu, mzinifu ametenda dhambi kubwa sana, Mwenyezi Mungu akimsamehe
Mwenyezi Mungu akimsamehe dhambi yake anamuingiza peponi bila ya kumwadhibu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anafanya anavyotaka. Kama Mwenyezi Mungu hajamsamehe mdhinifu, basi atamwadhibu, lakini hamwadhibu adhabu ya milele. Lazima amtoe motoni amuingize peponi kwa dalili zinazokuja. An Anas ibn Malik, kutoka kwa Anas ibn Malik khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na huyu alikuwa nani? Ni mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasemaje? Amesema qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, shafaati li ahli lkabairi min ummati. Hadha alhadithu sahihun bijamii turuqi. Hadithi hii niliyoitoa sasa hivi ni sahihi njia zake zote, yani njia zake zote hazina shaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema shafaati li ahli lkabairi min ummati, nitawaombea watu waliotenda madhambi makubwa katika umati wangu walioniamini. Sharti wale umati wake waliomwamini. Kama wale wasiomwamini ambao hawakumwamini mtume hatawaombea. Kwa hivyo hii ni hadithi sahihi. Mtume ameahidi kwa hadithi sahihi, amesema atawaombea. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu hajamsamehe mzinifu na mwizi kwa dhambi kubwa aliyoitenda, kwa hivyo atamwadhibu, lakini hamwadhibu adhabu ya milele. Atamtoa motoni na kumwingiza peponi, kwa sababu kuna safaa. Mtume amesema nini? Atawaombea umati wake na atawatoa waumini wote waliotenda madhambi makubwa. Kwa hadithi hii tuliyoitoa hapa, waumini wote waliotenda madhambi makubwa atawatoa motoni awaingize peponi. Mtume swalla salam anasema la yabqa fiha illa alkafirun, ay la yabqa fiha illa alkafiruna wahdahum la ghayrahum, yani hawatabakia kuishi motoni milele isipokuwa ni makafiri peke yao. Yani Waislamu wote, waumini wote watatolewa motoni na wataingizwa peponi. Watakaoishi motoni ni makafiri peke yao. Alafu na ilivyoshuka ile aya, imeshuka hii aya ya nini? Surati Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ilivyoshuka hii aya, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idhan la arda wa wahida min ummati fi nnar. Aya yenyewe inasema wala saufa, ina lamu, yani lamu taukidi, inatafsiriwa hakika. Lamu taukidi imeanza kwa lamu taukidi, wala saufa. Hii lamu taukidi, na hii lamu inatafsiriwa hakika. Lamu taukidi inatafsiriwa hakika kama inavyotafsiria inna, hakika. Mwenyezi Mungu maana yake hapa nini? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, na hakika atakupa Mola wako kila kitu unachokitaka mpaka uridhike. Mtume akasema idhan la arda wa wahida min ummati fi nnari, kwa hivyo sitoridhika na hali ya kuwa mmoja katika umati wangu anaishi motoni, na hali ya kuwa mmoja katika umati sitoridhika. Asema sitoridhika na hali ya kuwa mmoja katika umati wangu aliyeniamini anaishi motoni milele, mpaka niwatoe wote waumini motoni niwaingize peponi, ndio hapo nitaridhika. Angalia hii aya. Kwa hivyo mtume kusema kwamba wa inzana wa insaraka ataingia peponi, ni kwamba mtume amepewa nafasi 5 za kuombea siku ya Kiyama. Kwa hivyo si ajabu akisema mtu ametenda dhambi kubwa hivyo alafu aingie peponi. Si ajabu, kwa sababu mtume kuna shafaa. Naam, tunaendelea.
na mada yetu tulikuwa tumesha tafsiri mpaka wala rabbihim yatawakkalun. Tunaendelea kuanzia hapa wala rabbihim yatawakkalun. Hapa ala harfu jarrin, rabbi majruru bilbai, rabbi mudaf, hum mudafu ilayhi mabni ala sukun fi mahali jarri. Hii aya hapa imetangulizwa fihi hadhihi alaya fiha taqdimu ma haquhu ta'khir. Hii aya limetangulizwa neno ambalo haki yake licheleweshwe. Aljaru walmajruru ametangulizwa hapa. Jaru wa majruru hawi mwanzo wa sentensi au mwanzo wa aya. Asili yake ilikuwa inatakiwa iwe vipi? Yani itakiwa aya iwe namna hii, wayatawakkaluna ala rabbihim, ndio itakiwa hivyo hivyo. Kwa nini ametangulizwa jaru wa majruru? Kama tulivyosoma kasri, at-tariqu rabi'u liqasri, njia ya 4 ya kuhusisha, taqdimu ma haquhu ta'khir, kutangulizwa neno ambalo haki yake licheleweshwe, na hapa limetangulizwa neno ambalo haki yake licheleweshwe. Ni kama ilivyokuja nini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hapo vile vile limetangulizwa neno ambalo haki yake licheleweshwe. Kwa hivyo hii aya ni kama unavyoona iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa nini litangulizwa neno ambalo haki yake licheleweshwe? Limadha quddima aljaru walmajrur, quddima aljaru walmajrur wa ukhira alfi'lu liqasri wa takhsisi sifati ala almawsuf. Naona ni kama ilivyotangulizwa iyyaka na'budu, iyyaka maf'ulu muqaddam, maf'ulu anatangulizwa muqaddam, maf'ulu limetangulizwa neno ambalo haki yake licheleweshwe. Maf'ulu kawaida analetwa baada ya kitendo, kitendo ndio kinaanza kuletwa, alafu analetwa mtendaji fa'il, alafu ndio maf'ulu mwenye kutendwa. Sasa hapa ametangulizwa maf'ulu iyyaka na'budu wa iyyaka, ndio kama hii wa ala rabbihim yatawakkalun ilivyotangulizwa. Sasa hapo tunaanza kuingia katika mambo ya lugha, katika kuitafsiri hii aya. Sisi tunasomesha lugha ya Kiarabu, tunapoitafsiri aya tunaingia katika mambo ya lugha. Haya nauu lqasri bi'tibari tarafaihi fi hadhihi alaya, aina ya kuhusisha kwa kuzingatia ncha zake mbili katika hii aya. Kasru sifatin ala mausuf, yani imehusishwa sifa juu ya mwenye kusifiwa. Nauu lqasri bi'tibari alwaqi, aina ya kuhusisha kwa kuzingatia jambo lenye kutuka katika hii aya. Kasru haqiqi, hii aya ina nini? Uhusishwaji wa uhakika, imehusishwa uhusishwaji wa uhakika. Hadha tunakuja kuitafsiri hii aya ambayo imetangulizwa. Inatafsiriwaje? Sasa inatafsiriwaje? Tafsiri yake inatafsiriwa biitinabi. Biitinabi itatafsiriwa namna hii, yani kwa urefu hii aya itatafsiriwa namna hii: wayatawakkaluna ala rabbihim wahdahu la sharika la. Ni kama Mtume alivyoitafsiri kasri ya la ilaha illa Allah, ameitafsirije? Wahdahu la sharika la. Unaona hapa tumetafsiri kasri, tumeitafsiri wahdahu la sharika. Hapo nimetafsiri biitunabi, wayatawakkaluna ala rabbihim wahdahu la sharika la. Hapo nimeitafsiri biitinabi kasri iliyoko katika hii aya, yani
uhusishwaji uliomo katika hii aya nimeutafsiri kwa Kiarabu, nimeutafsiri kwa kirefu. Haya na utafsiri sasa biijazi kwa lugha yetu, kwa lugha ya Kiarabu kwanza, alafu ndio tutaitafsiri kwa lugha yetu ya Kiswahili. Kwa lugha ya Kiarabu biijazi kwa ufupi itatafsiriwa namna hii: wayatawakkaluna ala rabbihim faqat. Naposema faqat ndio nimeitafsiri kasri, uhusishwaji uliomo katika hii aya. Sasa ninaitafsiri hii aya kwa lugha ya Kiswahili, yani uhusishwaji au kasri iliyomo katika hii aya ninaitafsiri kwa lugha ya Kiswahili kwa urefu, na nitaitafsiri kwa lugha ya Kiswahili kwa ufupi. Inatafsiriwa namna hii: na wanamtegemea Mola wao peke yake, la sharika la, hakuna kitu chochote chenye kushirikiana na yeye katika kutegemewa. Naona hapo nimetafsiri kwa Kiswahili kwa urefu. Niliposema peke yake, hakuna kitu chochote chenye kushirikiana na yeye katika kutegemewa, ndio nimeitafsiri kasri iliyomo katika hii aya kwa kirefu. Haya, kwa kifupi inatafsiriwaje kwa Kiswahili? Inatafsiriwa namna hii: na wanamtegemea Mola wao tu. Naposema tu, ndio nimeitafsiri kasri iliyomo katika hii aya kwa kifupi, au nimeutafsiri uhusishwaji uliomo katika hii aya kwa ufupi. Ni kama tulivyotafsiri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, si kuna kasri pale? Tumetafsirije kwa Kiarabu? Tumetafsiri ay na'buduka wahdaka la sharika laka. Iyyaka na'buduka, unaona na tafsiri kwa Kiarabu: na'buduka wahdaka la sharika laka wa nasta'inuka wahdaka la sharika laka. Kwa hivyo tunaitafsirije? Tunakuabudu wewe peke yako, hakuna kitu chochote chenye kushirikiana na wewe katika kuabudiwa, na tunakuomba msaada wewe peke yako, hakuna kitu chochote chenye kushirikiana na wewe katika kuombwa msaada. Naona ni kama nilivyoitafsiri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ndivyo nimeitafsiri hii wa ala rabbihim yatawakkalun. Tunaendelea: alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waumin wakamilifu wa imani. Hizi ndizo sifa za waumin wakamilifu wa imani. Waumini wakamilifu wa imani ni wale ambao yuqimuna sala, wanasimamisha swala tano, wanaswali swala tano. Hao ndio waumini wakamilifu wa imani. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hapa wa mimma razaqnahum, hapa limetangulizwa jambo, limetangulizwa neno ambalo haki yake licheleweshwe. Ni kama hapa wa ala rabbihim, hapa imetangulizwa nini? Wa mimma. Unaona hapa asili yake imetangulizwa min harfu jar. Min asili yake wa min harfu jar, wa min harfu jar, ma majruru bimin. Kwa hivyo hapa ametangulizwa nani? Jaru wa majruru. Ilitakiwa iweje? Ilitakiwa iwe namna hii. Itakiwa iwe wayumfikuna, ilitakiwa iwe namna hii: wayumfikuna mimma razaqnahum. Ilitakiwa wayumfikuna mimma, ianze yumfikuna, kitendo ndio kianze, baada ya wao kianzo kitendo. Lakini hapa ametangulizwa jaru, ni kama tulivyoelezwa wa ala rabbihim imetangulizwa, na hapa pametangulizwa. Kwa hivyo kama pametangulizwa kuna nini? Kuna kasri. Hapa kuna kasri. Haya, tunaitafsirije hii kasri kwa lugha ya Kiarabu biitnabi? Kwa lugha ya Kiarabu
kwa urefu. Tunaitafsiri wayunfikuna, na hii min, kama kabla hatujaanza kutafsiri, kwanza hii min litabid. Min ni harfu jari, ni harfu ya jari, lakini ina maana ya tabidi, baadhi sasa tunaitafsiri sasa, wayunfikuna ba'da almali alladhi a'tainahum wahdahu la ghaira sadaqatan lillahi ta'ala. wayunfikuna ba'da almali alladhi a'tainahum wahdahu la ghairahu sadaqatan lillahi ta'ala. Hapa nimeitafsiri kwa Kiarabu biitinabi, haya kwa Kiarabu biijazi. wayunfikuna ba'da almali alladhi a'tainahum faqat sadaqatan lillahi ta'ala. Hapa nimetafsiri kwa Kiarabu kwa urefu na kwa ufupi. Haya, sasa tunaingia kuitafsiri hapa sehemu hii ya aya, tuitafsiri sasa kwa lugha yetu ya Kiswahili. Inatafsiriwa namna hii: na wanatoa baadhi ya mali tuliowapa peke yake, si nyingine zaidi ya hiyo, sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hapo nimeitafsiri kwa kirefu. Na wanatoa, waumini wakamilifu wa imani, na wanatoa baadhi ya mali tuliowapa peke yake, si nyingine zaidi ya hiyo, sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wanaitoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hao ndio waumini wakamilifu wa imani. Sasa naitafsiri kwa kifupi: na wanatoa baadhi ya mali tuliowapa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nasema tu ndio nimeitafsiri kasri iliyomo katika hii aya. Kwa hivyo wanatoa sadaka waumini wakamilifu wa imani, na hii sadaka inayokusudiwa hapa ni zakatul mali, zaka ya lazima ya mali. Zaka ya lazima ya mali inatolewa rubul usri, ndio tukatafsiri kwamba wanatoa baadhi ya mali, si kwamba wanatoa mali yote. Ndio ukasema min litabidi, na wanatoa baadhi ya mali tuliowapa. Baadhi ya mali ni ipi? Zaka ya lazima. Zaka ya lazima, baadhi ya mali rubul usri, mali uliopewa na Mwenyezi Mungu, ikifikia kiwango cha kutolea zaka ile mali, nisabu, lazima uitolee zaka ile mali, unatoa zaka. Zaka inatolewa kiasi gani? Rubul usri, robo ya fungu la 10. Haya nisabu sasa hivi, nisabu ya pesa, yani kiwango cha zaka ya pesa. Kiwango cha zaka ya pesa, ukiingia katika vitabu vya fiqh, inasema kitabu cha fiqh inasema 100 dirham islami, yani dirhamu 200 za Kiislamu zimepitwa na wakati, Kwa hivyo sasa hivi ili tujue kiwango cha zaka ya pesa, tunaingiza zaka ya pesa, tunaingiza katika kiwango cha zaka ya dhahabu. Nisabu dhahabi 20 mithqalan, kiwango cha mali ya dhahabu ambacho mtu akiwa nacho analazimika atoe zaka. Kama hakutoa zaka ataingia motoni, kwa sababu hii ni zaka ya lazima, ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Uitoe, hujaitoa kiwango cha zaka ya dhahabu ni 20 mithqalan. Vitabu vya fiqh hivyo vinasema ni gramu 20. Yani ukiwa na gramu 20 za dhahabu tayari unalazimika kuitolea zaka hizi gramu 20 za dhahabu. Na hivyo hivyo pesa
tunaingia kiwango cha zaka ya pesa, kwa sababu kilichoelezwa katika fikhi ni kimepitwa na wakati. Tunaingiza katika kiwango kiwango cha zaka ya dhahabu gramu 20. Tunatizama gramu 20, gramu moja sasa hivi inauzwa kiasi gani? Shilingi ngapi gramu moja? Wengine wanasema 200,000 gramu moja, 200,000. Hawa wanaosema gramu moja inauzwa 200,000, 200,000, gramu moja ya dhahabu inauzwa 200,000, basi gramu 20 za dhahabu zitakuwa ni ngapi? Itakuwa ni sawasawa na milioni 4. Itakuwa ni sawasawa na milioni 4, kwa sababu 200,000 mara 20, 200,000 mara 20 ni milioni ngapi? Ni milioni 4. Kwa hivyo kiwango cha zaka ya pesa ni milioni 4. Yani ukiwa na milioni 4 ambazo wahala alaihi lhaul, zikapitiwa na mwaka, unalazimika utoe robo usri, utoe robo ya fungu la 10 ya milioni 4. Robo ya fungu la 10 ya milioni 4 ni shilingi ngapi? Ni shilingi 100,000. 100,000. Yani wewe una milioni 4, unalazimika kutoa zaka ya mali. Imepitiwa na milioni 4 yako, imepitiwa na mwaka, unalazimika utoe zakatul mali. Unatoa robo usri, robo ya fungu la 10. Robo ya fungu la 10 ya milioni 4 ni 100,000. Unaona, ni baadhi tu ya mali, tena imepitiwa na mwaka, unatoa 100,000. Lakini wengine wanasema eti gramu inauzwa 300,000. Kama gramu ya dhahabu itauzwa 300,000, kwa hivyo kiwango cha zaka ya pesa itakuwa ni milioni 6. Itakuwa ni milioni, yani dhahabu, yani gramu ya dhahabu inapopanda bei, na kiwango cha pesa nacho kinapanda. Kwa hivyo kama gramu ya dhahabu itauzwa 300,000, kwa hivyo kiwango cha zaka ya pesa kitakuwa ni milioni 6. Kwa maana ukiwa na milioni 6 unalazimika kutoa zaka. Lakini ukiwa chini ya hapo, ukiwa chini ya milioni 6, chini ya milioni 6 utatoa sadaka tu ya sunna. Wa sunna yuthabu man faalaha wala yuaqabu man taraka. Sadaka ya sunna analipwa thawabu mwenye kuitenda, na hatoadhibiwa mtu mwenye kuacha kutoa sadaka ya sunna. Lakini hii sadaka ya lazima, ya mali ya lazima, ukiacha unaadhibiwa, kwa sababu hii ni nguzo katika nguzo za Kiislamu 5, lazima uitoe. Kwa hivyo wewe ukiwa na milioni 4 imepitiwa na mwaka, basi unalazimika kutoa zakatul mali. Chini ya hapo unatoa, ukiwa na milioni 3 utatoa sadaka tu ya sunna, na sadaka ya sunna ndio ina thawabu nyingi. Unaingia pepo ya Firdaus. Sadaka ya sunna utaingia pepo ya nini? Ya Firdaus. Lakini wewe unatoa zaka ya lazima tu, basi huwezi kufikia katika daraja ya pepo ya Firdaus. Utawekwa hizi pepo za hali ya chini, zile ambazo hazina thamani, ili upate pepo ya Firdaus. Utoe na sadaka ya sunna, ujenge msikiti, unajengwa na sadaka za sunna. Ujenge msikiti, utoe sadaka ya sunna, uwasaidie mafakiri na maskini, sadaka ya sunna. Lakini maskini na mafakiri wanapewa zaka ya lazima, wanapewa zaka ya lazima na sadaka ya sunna. Wape mayatima, mayatima wanapewa sadaka ya sunna. Kwa hivyo ili ufikie daraja hiyo, utoe sadaka ya sunna, sio unatoa zaka ya lazima peke yake, utawekwa pepo ya chini. Tunaendelea katika mada yetu, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Tunaendelea na mada yetu, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ
ربهم ومغفرة ورزق كريم. Naona wakati utakuwa umeshakwisha hapa katika hii pati 2. Hii ni pati 2. Basi hizi aya tulizozisoma hapa taziongea katika pati 3. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairi almu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.